Sky Cable TV Kenya, Beyond the Real. The 2022 FIFA World Cup is just 1 year away from bringing you moments that make history. Don't miss a second of the action. With all 64 games broadcast live on SuperSport in crystal clear picture, complete with world-class audio. You'll have home ground advantage for every goal, penalty, card, and victory. Stay connected to the only broadcaster that brings you every game live. Can you believe that? Go TV, love it. In the night, I saw you, but it's different this time. In my mind, I call you, 'cause I want you by my side. Je, unahitaji manukato mazuri ya kunukia yanayodumu siku nzima? Downy Perfume ni manukato yanayodumu kwa nguo zangu siku nzima. Wengine wakiongeza manukato yanayofifia kwa muda mchache zaidi. Downy Perfume hubaki kwa nguo zangu zaidi ya manukato ya gharama. Hivyo mimi ninabaki kunukia kwa nyakati ambazo ni muhimu. Kwa matumizi ya Downy, jaribu leo kwa shilingi 15 tu. Well, a very good and warm afternoon to you, my dear viewer. The clock has just struck 1 p.m. East African time right here from Nairobi, Kenya. And welcome to Sky Cable TV News Desk at 1 p.m. I am Wanjiku Njau. Well, a requiem mass is underway at St. Joseph Seminary in Mwingi for the 33 departed souls. A mass that is full of pain, tears, and sorrows. Let's have a look at it.
give our sincere condolences to all the family members, the loved ones, the Catholic Church at large, and also the seminary of Mwingi right here from Sky Cable TV, and we pray for them for peace in their hearts. On to our next story. In an aim to fight corruption, an event was held today in Mombasa, an event that Nudrin Haji requested all Kenyans to help fight corruption in all levels in the society as an act to help eradicate corruption completely in the country. Hatuwezi kufaulu dhidi ya vita ufisadi bila kupata usaidizi na nguvu kutoka wananchi. Kwa hivyo nafikiria leo hii azimio letu ni kujaribu kuwaleta Wakenya ndani na kuwafahamisha na kuwasisitiza kwamba vita hii tutashinda tu iwapo wao pia watachukua jukumu lao kupigana dhidi ya ufisadi, na kwamba sisi kama taasisi 3, 4, 5 hivi hatuwezi peke yetu kudhibiti ufisadi bila usaidizi wao. Haijafahamika vizuri ya kwamba mambo mengine wananchi wataona ni kushindana na kupigana, lakini kwa hakika ni hali katiba ilivyotengenezwa na ilivyowekwa ya kwamba si lazima kila mara taasisi zote kukubaliana. Manake zikiwa zitakubaliana kwa kila mara, basi itakuwa haki haifanywi na tuseme itakuwa sasa hii ni mambo ya dictatorship. Kwa hivyo kwa demokrasi kutofautiana na kwa sheria kutofautiana kwa kutafsiri sheria si jambo lipya na wala si jambo ambalo wananchi wanafaa kushtuka ama kubabaika nayo. Ni hali ya kazi na ndio imarisha zaidi uwezo wa taasisi taasisi tofauti kuweza kufanya jukumu lao na kazi yao ipasavyo. Taasisi hizi ni taasisi ambazo huwa zinafanya kazi yani independently of each other, na maoni yatatofautiana, na faili ilipoletwa sisi kama ofisi ya ODPP tulisema kwamba itakuwa bora zaidi wale wanaosimamia upelelezi waangalie pale kadha wa kadha na walete ushahidi zaidi ya kutuweza sisi wanaosimamia mashtaka kuweza kuleta ushahidi kotini kuonesha kwamba zile pesa zilizopoteza ziko pahali fulani na tumeweza kuzipata na tutaziregesha kwa wananchi. Tukaona kwamba kuendelea na mambo vile ilivyokuwa dasturi mbeleni haiwezekani, na kwamba lazima tubadilishe na tuhakikisha kwamba pesa za wananchi zinaregeshwa na tunaweza kuonesha ni pesa ngapi na ni nani na ziko wapi na ni namna gani tutaweza kuwaregeshea Wakenya. Kwa hivyo hiyo itachukua muda kidogo, manake imeleta tuseme imeinvolve nchi zingine kama China na nchi zingine ambazo wameweza kuleta hizo kama ni masks na madawa kadha wa kadha, na itabidi wanaosimamia upelelezi kama EACC waende nchi kama hizo waombe ruhusa kuweza kuangalia, kufungua vitabu kule na kuleta hiyo ushahidi hapa, na itachukua muda manake nchi nyingine huwa kuna dasturi na kuna mipangilio fulani ambazo mpaka zitimizwe kabla ushahidi huo kupewa. Well, every year in Turkana County, a festival by the name Tombongolore is held by indigenous communities in the region to help promote peace and unity among the communities in the region. Well, let's take a look at what is entailed in this amazing festival. Mbio ya marathon ni 3rd edition na sisi kama county tumejiandaa vilivyo. Kama vile mmeona imekuwa ni mbio ambayo imefana na wanariadha kutoka sehemu mbalimbali ya Kenya na hata outside Kenya wamewahi kufika mahali hapa. Tamasha hii ya Tombongolore tumekuwa tukitumia kuweza kuhamasisha wakimbiaji hasa katika sehemu mbalimbali ya Kenya na pia nje waweze kudumisha amani. Kwa mfano, our theme this year is celebration for peace, culture, cohesion and development. That means
tunatumia tamasha hii kuweza kuleta wanariadha kutoka sehemu zetu mbalimbali, sehemu za Uganda, sehemu za Ethiopia, sehemu za counties ambazo tunapakana nazo, ili watakapokuja hapa tuweze kushirikiana. Mbio imefana sana. Siku ya leo ikiwa ni third edition in Tobonglore, I'm very much happy. This thing has contributed a lot to us, since our athletes, local athletes, are interacting with the other athletes from other counties. In fact, it has developed interest from them. They have now loved about athletes. If possible, we urge other partners to support our local athletes so that they can create a camp, an academy for them. They get exposed. I'm happy with the Rift Valley because they normally compete with us. We participate in the Rift Valley region champions. So today it has been a good day for us and happy for it. While residents from Garissa County have been urged to maintain peace in between them and also fight against and refuse tribal-based politics in the region. Wacha watu wakuwe na uchaguzi wa amani bila matatizo yoyote. Kila mtu ako huru kuchagua yule mtu anataka kuchagua. Lakini politicians wasilete incitement, kwa sababu waki-incite mtu yoyote, of course sheria itachukua mkondo wake na watafunguliwa mashtaka. So sisi kama serikali pia tumeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba elections zinafanyika vizuri bila na amani. Ndio tuko na nyinyi hata hapa leo kama wazee wa amani, na tutaendelea katika kila sub county kuongea na wazee ili tuhakikishe kwamba tukua na elections itafanyika kwa amani. Itafanyika kwa amani bila matatizo yoyote. Tutaomba Mungu na kuweka kila mkakati ya kuleta amani. Lakini ningependa National Steering Committee iende chini kidogo, hata kama ni kukutanisha Dadaab na Fafi huku chini. Mambo yote isikushie hapa headquarter, mambo iende chini kidogo. Tunaomba kwa hii election inakuja Kenya, sisi wamama tunasimamia na wazee wa Peace Committee wote mahali popote wako, tunataka usalama wa Kenya tushikilie mkono ya kulia, ili kiongozi wetu wakikuja usalama wa Kenya tuhakikishe kura yetu inakuja tumalize kwa upande wa usalama mzuri sana. Tulisema sisi tulikuja kwa malisho, hatuna haja administration tuingilie kati yenu. Na kila wakati sisi tunataka jirani mwema, lakini saa hizi tunaelekea uchaguzi, tunataka tukae amani pande hii na pande yote, uchaguzi ikuwe na amani. The national government, in conjunction with the Ministry of Health, has scaled up the fight against COVID-19 by turning places of worship into vaccination centers with an aim of reaching more people by the end of the year. Most of these vaccines also have a shelf life. They have a limited shelf life, and if we are not able to utilize them within good time, we stand the risk of losing these vaccines. Religious leaders and local faith actors are universally recognized as influential people in our society. This undertaking is aimed at facilitating and making it easy for vaccination services to be easily accessible to our faithfuls. We still believe as religious leaders that persuasion is the way to go. There should not be any way of coercing Kenyans or forcing Kenyans to take vaccination. But we have our duty as leaders to ensure that Kenyans take vaccination. If we are able to reach our target of vaccination, if we are able to have a larger number of people vaccinated, if the attitudes of our population change and we see people coming out,
I don't think that we will take that route. One of the commitments that Waziri has given and one of the messages he's asked me to pass to you is that he shall soon be honoring in an international conference amongst yourselves some of the medical engineers who contributed in the COVID-19 pandemic. And the president shall be in that meeting as well. And so there are good things coming. Well, IG Mutambai has today expressed his joy and trust in the current insurance company following complaints from the police service units on the failure of insurance company that was there before covering their medical bills. He's hoping that the current insurance company will cover the medical bills of the police service unit members and their families adequately. And what I've noticed, complaints are going down. These occasions makes me to evaluate how our Department of Pension Insurance are performing. And there are times you could come here and it used to be real war. We had to send home the Pioneer Insurance for not meeting the obligations. They were not paying our members, families of the fallen officers in time. Most of them came here last year. They were all talking on the same language. They are not paid. I wanted to inform you from your information you shared with us, we had to change our life group policy institution from Pioneer to National Hospital Insurance Funds, NHIF, who we believe they will improve the services. And we are ready to engage with you. Where you have a problem, it is a response to the service we are giving you back. Musifiche kitu. When you tell us we are able to act timely. Ikuwa ni pension department, just let me know. And I hope DIGs and the commissioner, Otwala, we have the Department of Pension represented here. It has been mentioned. I'm interested to know what is the problem. Why are we not paying them? It takes us heart because we know what you undergo. It's a journey. I told you last time that count us as the members of National Police Service. We are walking this journey with you. We still remember our officers because they died in the line of duty. We cannot forsake you. And CS security, particularly National Police Service, it is the only place you can get this big number of members of our family who have lost officers in course of duty in the government. Maybe I will expect the same from KDF. And we are determined and committed to perform our duty. And we work our journey with you. I appreciate some of you we were able to recruit your families. I would like us to consider those young families who can qualify to work with the police during recruitment. And CS, we also asked you in the other areas of employment, we are ready to coordinate with them. Madam Kuraru has been the contact person with the families. Those who are able to have papers for getting employment will share with you so that we can help these colleagues of ours. That's it from here at Sky Cable TV News Desk at 1 p.m. More news will come to you in the evening at 7 p.m. at Sky Cable TV. I have been yours, Wanjiku, Njau.